child is growing, leo siongelee mambo mengine naongelea watoto. When your child is growing, grow with that child. When your child is developing, develop with that child. Kucha mahali yako, then ukuche na yeye. Iko sawa sasa? Kama unaweza sherekea graduation ya ECD, hata ya university najua utaenda. So kuna wazazi waendani kwa vile graduation, hapo enda hata mtoto akiwa ECD. Kama unajifunza kwenda Parents Day, mtoto akiwa primary, hata high school utaenda. Lakini ukijifunza kutuma watu mambo ya watoto yako, hata wakiwa wakubwa bado utatuma. Hata wakichapana utatuma mzee wa mitaa kuangalia. Ni ukweli. Hata akiwa hospitali utatuma watu wakuone na wakupe report. Ukijifunza ku appreciate mambo ndogo ndogo, Mungu atakukumbuka na mambo makubwa makubwa. Leo umeninyamazia. Ndio mmoja akakaza Mungu. Najua ndio ndio kuona basi. Haya nimalize. Wakati Mungu anakutendea jambo ndogo, saa zingine ni majaribu kuona kama uta appreciate. Parents, today for you coming for your graduation of your child, that means you appreciate the small things. May God trust you with big things. May God remember you with big things. In Jesus. Kama unaweza kilia fees ya ECD, ya primary haita kushinda, na hata ya high school haita kushinda. Hata ule mtu alianza kukilia fees kwa nasari, baka leo wako na watoto 10 lakini wote walisoma. Sababu alianza kuzoea kuaminika. Hata Biblia inasema ukiaminika kwa ile vitu ndogo ndogo, Mungu atakupea mambo makubwa makubwa. Sema amen. Siada kwa nyumba ile vitu inavunjanga nyumba ni vitu ndogo ndogo. Na nataka nishukuru hii familia waliketi wakaongelelea mpaka wakaamua kuanza shule. Wewe na bwana yako umeongea karibu miaka 10, hata pikipiki ya mchai ndio pamoja. Unaweza sikia hata tukombea tu notes. Unaona unaweza geti na bwana mpaka mwanze project pamoja. Wewe unaitwa manager na yeye director. Haleluya. Rudi kwa nyumba yako. Ni nini mliaifanya pamoja na ikafaulu? Hata kukuja hapa mliwasania kukuja tu. Wacha kuanza hapa. Mligombana mpaka ungaambia kama uwendi nitajua kenye nitakuja kusema. Mzee akasema na nikiambiwa mtoto si yangu akaamua kukuja. May God bless you. Thinking of starting something like this. Na nikiona hao watoto wao wanaanza kuwa wakubwa, kumaanisha hata director anasema anajenga shule, ajengee watoto yake, anajengea watoto wenu. Najua kwa msemi amen na utauta haianza shule wewe. Semanga amen kwa mashule ya watu wengine, ndio Mungu akupe yako. Namna hiyo. Amen. When you leo we celebrate small things. Yes. We know God will bless us with big things. Sema amen. Hata ikiwezekana leo waenda chain menu. Mwambie watoto kwa sababu ya crutch in the house. Kiseri, ugali, leo ni mchele na ugali, na nini? Kuku. Choma kuku mama, muachane kuweka supu kuku. Kwanza mama yangu wakale. Supu, ni nini iliwaroga na supu bwana? Hata viazi supu, suguma. Hata kama nini na wasuguano bado. Sijui ni maziwa alikuwa sana, sijui nini. So you can change even the menu for the sake of that child. Na uambie tumekula menu tofauti kwa sababu yako. You know that child will never forget. Atakata kwa kusema you know what? Imagine maybe you might change because of. Hallelujah. Juzi kuna mzazi mtoto yake aligraduate Jumamosi last week. Akafanyia mtoto homecoming. Na ni mtoto wa ECD. Yako najua ukimaliza hapa. Sige tu ya
jioni. Na hivi ndio vile imeisha. Let us appreciate those small things. Say amen. Number 2, wazazi. Katika maisha ya kulea na kuishi, kila wakati jifunze kufungua a new page. Jifunze kujiambia, hii page nimekaa ya kila siku ya kucomplain, ya kulia sina pesa. Come next year I will open a new page. Hata kwa maisha yako, jifunze kutoka mahali moja. Open a new page. Tell yourself I want to make a move in Jesus name. Hata mambo ikiharibika, usibaki hapo. Open a new page and move on. You know, watu wengi wanakufanga mapema. Na niliambia watu witaka kukufa tu mapema. Ugonjwa yenye hata madaktari hawatajua ilikuwa. Madaktari hawatasense nini ilikuwa. Kutanisha wivu, changanya na umaskini hiyo kidogo uko nayo, na uweke competition ndani. Hata Mungu utakufa bila hata daktari kujua nini ilikuwa. Kabisa. Na Yesu alisema ukiona shule kama imefaulu, pigia wa makofi. When I was getting my doctorate the other day, somebody wrote in a social media that I will clap for others until my time. I love that. Unaona vile upigani watu makofi yako itabiazo utapigiwa lakini itakawia. Achelewa kidogo. Learn to celebrate people's successes. And when you celebrate, God will celebrate you one day. Say amen. Kwa hiyo nimesema wazazi, learn to open a new page. Sometimes hawa watoto wetu wanafanani. Kuna watoto wanakuwa sharp. Umije kali wa mama. Baada ya mama, sio mtoto. Ndio mimi nilenga mama mtoto. Sasa umije kali wa mtoto mama. Watoto wanafanani. But always learn to tell yourself, hata kama ataweza mwaka huu, better is next year. Open a new page. Encourage yourself as a parent. Even if you are a single parent, usibaki kukilia hapo. Esa sikira unalilia mtu mwenye move on. Zini kweli? And by then I realize, mtu akianza kumove on, wanakutarajia ukuishie mahali walikuacha. Na niliambia wale waliachwa, mtu aliyekuacha wasikupate mahali walikuacha. Ya utapata. Mahali walikuachia, usikufia hapo. Recollect yourself. Wasikupate mahali walikuachia. Hata wale watu walisema watamsaidia na wakapotea. They think that you lose. May you never lose it in Jesus' name. Somebody say amen. But in life was such, learn to open a new page. Learn to tell yourself, yes, I'm here today, but tomorrow I want to be somewhere. Kama umeishi nyumba ya mabati, mwambie Mungu next year, open for me a new page. Nienda hata ya semi-permanent. Kama umeishi rental houses, mwambie Mungu sometime, Mungu nifungulie page nyingine. I have been renting. Nimekuwa nikilipa rent. I want in future watu wanilipe rent. Okay, asante kwa wale wamesema amen. Hiyo ndio vile mambo utendeka. Namba 3, wasasi, kuna jambo ambayo nataka nieleze kwa kipande. Kila nikimemuzo tena wacheva, muge keule silaha. Unaona gogo, abayamuna gogo. Imagine yule. Aje mkabisa amekuja, nimeshangaa kuna mtoto ama ni mjukuu. Sijui ni gogo ya nani lakini ameketi hapo. Amejiseta sana na ile kofia ya Mrs. Nani au na kofia ya mama ya Ruto. Ile gogo. Ndio makofia peke yao ya mabibi ya inawalisa watoto wakubwa. Ile miti na saa kibuyu ya maziwa wala mwelewi. Inaitwa kwa Kigale silangwe. Silangwe. Silangwe ikiwekwa vizuri. Ikichungwa vizuri bila gani vizuri sigongwe inasaa sote muge na rara ile ya kuweka maziwa yenye imeitakulishi. Lakini silangwe isipochungwa itasaa kibuyu lakini ile inakaa hivi. Na watu wakala watu bangi hiyo kitu wanakatanga hiyo kitu sigesile majega na gesile nanga. Wale wengine kama anagesile musare. Punugeni tayenge,
acknowledging to what to get kosoteng ni mori silangwe igitecha ken yoji we ke sibe chosomo ken yoji kote banyongo nyali botulozi robo tokole kena mageto so sinema yego pick. Now there is a message I want to pass to all of us. Ya kwamba watoto wetu ni silangwa. Ni miti ya kiburi. Wakichungwa vizuri, sikia, wataleta kiburi. Watakuwa wazuri. Enyo wageni wakifika wanawekwa mbele. Iche chinololi kutoajetaye. Usipochunga silangwa vizuri, atakuwa tu mtoto. Walimu kuba isiengera mema yeka. Watu watatumia vibaya, wanatumiwa kuchota pombe, wanatumiwa kubeba maji, wanatumiwa ile bara gasia beba kimbia na simiti. Anaweka simiti bila anaambiwa itatosha. Kwa sababu mwili nne. Urijito kulne. Ijito kusilangwa. Wala wasikii lugha, chunga silangwa yako. Utasahau silangwa. Sijui kwa Kiswahili, usiniulize. Ni miti ile inasaa kibuyu ya maziwa. Ikichungwa vizuri inatoanga kibuyu kingine nikitakuna, yani ile inakaa semani. Na isipochungwa inakaa kibuyu kingine inakaa namna hiyo. Uko sawa? Na hiyo inaitubwa hapo inakaa tu alafu wachotee uji, wachotee pombe. Sasa hiyo silangwa ni watoto. Ukichunga mtoto yako vizuri, atakuwa mtoto cha heshima. Atakuwa mtoto cha kuongea mbele ya watu. Usipochunga vizuri, atatumiwa na society vibaya. Take care of your silangwa. Ukisahau kila kitu, usisahau. Take care of what? Amen. Number 4, as I finish. Wasasi wetu, let us learn to support our children. Na support tulisema wakati mwingine nimekuja hapa. Ya kwamba hivi tundogo ndogo mtoto anaitisha hapa kalamu kwangu ni kidogo, but it matters in the life of our children. Najua Christmas itafika, tutanunua malongi inaitwa tetema, sijui yanauliza toka gani. Baka watoto wakikaa tu tetema. Because tumewatetemesha mpaka manguo, you know. Tutanunua mpaka GNCs, unaona inaandikwa GNCs. Yes, si mbaya kuvalisha mtoto. Hiyo ni nguo ya nyumbani. But again remember that this child will grow and I got education. Because I say for someone to be balanced in life, unahitaji kuweka masomo kichwa. Weka Yesu moyoni, weka pesa mfukoni. And la balance. Indeso maneno kwenye chenzano ina tukumuli. Ina ukikaa hivi unaweza chapa mtu na kumleba. Watu wa mama wakiwa na pesa, wazi ukijua mama hapo na pesa na hauna nyenyekea. Maana anaweza enda kwao asubuhi na akule lunch na akomboe gari arudi jioni. So wakati mtoto anapo grow, let us learn to invest in our children. Tuweke nguvu kidogo kwa watoto wetu. Tuwawekee masomo. Kisha tusisahau waweke Yesu hapa. Ili wakati hautakuwa karibu na hawa, watakumbuka mama yangu aliwahi niombea. Atakumbuka mama aliniombea. Amen. Amen. So anything that you get good, may that good come to your children. It was how was us. And I told parents somewhere yesterday that don't live a public opinion life. Maisha ile ukitaka kufanya kitu unasema na watu wanasema. Siku ile utaishi opinion life utakuwa mapema. Sababu lazima watu waongee. Lazima. Mimi nilipojua kumbe ukikufa watu wanakusahau, niliamua kutoishi kupendeza watu. Hata niweke Kiingereza nasikia hii ni English so. When I realized that when I die, people will forget me, I decided I will never live to please people. If you live a life of saying, what will people say? You will never do something for yourself. People have to talk. Hata kuna mtu amenikasirikia hapa na ajui mimi natoka wapi na hatuchai onana. Wewe unajua sema dui baba umetuletea kwa ile na hapo kwa na mwingine na amefika huyu anaongea na anaamua tu kukasirika. Ni uamuzi ya mtu.
let us invest in our children. And I told people, it is not how much you do things in the world, it is how much love you have doing it. Mnanisikia? Ukianza kufanya kitu na usema hawataki ngoja usikule na wao lene mauta. Ukitaka kufanya kitu alafu uanze kusema na watu watasemaje? Watu wataongea. Kwanza ukikonda wanasema ameanza kukonjeka ama ako na stress. Pia ukinona kama ni wamama wanasema kuingi ime mimba ya miezi ngapi, na ndio hata ulimaliza kuzaa ama hii ameanza kumeza. You know, people have to talk. Let me tell you, ukifurahi zaidi mzee unasikia mama anasema ama anapanga kukufa. Na umeamua tu kwamba wacha nifurahie dunia maana life is once. Hello? Unaona tu Mungu anaanza kusema mama anapanga kukufa na upanga kukufa. Praise the Lord. Fanyeni hivi. Hello. From today usiishi maisha kusema lene no, it is none of your business. People have to talk. People have to talk. Hello. Niliambia watu please God, please yourself, please your family. Others can decide to join or not. That is none of your business. Say amen. Amen. Kuna mtu alitaka kuokoka akauliza watu 3. Mnaonaje nikiokoka? Nikiokoka tuseme serious niokoke. Mzee mwingine amwambia wewe usitaenda sumbua watu wa kanisa wewe. Mwingine akamwambia lakini ukiokoka tutakaanga na nani hapa? Mwingine anambia kwenda aenda okoka tukuone kama utasimama. Unajua hiyo the last person alimwaje niende niokoke na nione kama today that man is a pastor. Do you know if you want to do something good today, nobody will ever tell you do it. Ninaambianga watu when you know this is the right thing, do it. Unaanza mtu sasa amekilia visi na yule achakilia anaongea. Ulikilia ulifreo utapendwa. Hii ni shule unaweza kilia visi, unalipa hilo unaweza. No, people will talk. But I want to encourage all of us that whatever you do it to your maximum best. Say amen. Na wakati una invest kwa mtoto yako usisikie uchungu. Hata ukinunua gari ipomolewe, enda nunua ingine. Najua hii weekend hii wakati TV inaweza enda nini yenda hata sikombe ile mzuri. Hata yangu alishika na kuniambia mama tuseme nikiwaachilia hiki kikombe utasanya. Nikamwambia nitapiga nduru. Kumbe alitaka nipige nduru akawaachilia. Sasa zingine tunacheza Kaka nilipewa kwa shule nyingine mzuri walienda kufanya prayer day. Wakanipea kikombe imeandikwa shule yao. Na wanajua ninapenda kukunyia chai. Akainua hivi na niambia mama tuseme niwaachilie hiki kikombe hii. Utatu? Mimi naye na kelele zangu nikamwambia nitapiga nduru. Kumbe hawajaisikia nipiga nduru. Anasema tunataka usikie nduru yako. Nilichiambia kwa ene hiyo. Kumbe ningeokoa kwanza niongee kiwa kwa mkono. This is sometimes got this years. But let us invest in our children. Let us love our children.